Bwana Yesu asifiwe mkuu. Unasemaje Mwakatobe? Nisamehe. Nisamehe mimi. Nimekosa sana mkuu. Naomba unisamehe. Nimegafilika. Taarifa zangu umezipata kutoka kwa Nyangema? Naam, taarifa zako nimezipata. Na umejipangaje kwa mashambulizi yaliyokuwa mbele yetu? Nimejipanga barabara. Yaani niko fiti kalikiti. Hakuna yoyote atakayetushinda. Safari hii tutashinda. Labda tu nikutoe hofu. Safari hii tunatiki. Tutapambana nao vilivyo. Una hakika unachokiongea Mwakatobe? Ndiyo, na uhakika 100%. Wewe mama wewe. Umerushia kitu gani wewe jamani wewe? Zito. Jamani wewe mama wewe. Jamani. Naona. Nimekwambia wewe bado. Nimekushikisha pembe unaanza kuhangaika na kulialia. Utaweza kweli vita Mwakatobe? Siku nyingine mkuu, uwe unasema utaniua na pressure, mimi na pressure. Umenitupia ghafla. Alafu mimi nimejipanga kivita. Sijajipanga kwa hilo dude zito. Yaani kipembe kidogodogo lakini kizito kama umekijengea na simenti. Zito kama nyumba. Yaani imekuwa zito kama kabwe. Ukiingia kwenye vita hivyo ulivyo umekwisha. Sawa mkuu. Nitajipanga tena kimazoezi zaidi. Safari hii nitakuwa nakalia mkuki. Yaani ncha ya mkuki. Nafanya mazoezi yangu ya kishirikina. Nakalia ncha ya mkuki. Mikuki kama 7. Hili niwe ngangari. Mkuu angeniua mimi. Yaani kanirushia pembe ghafla tu. Lile pembe au alifichiki? Ile itakuwa alifichiki, ile pembe la ng'ombe hili. Alifichiki pembe la ng'ombe. Ndio hilo. Jamani. Pembe zito kama hili sijai kuona. Hao ng'ombe watakuwa wamebeba nyumba hawa. Nahitaji nibadilishe jina lako la mwisho. Nahitaji uwe mama wa watoto wangu. Pia nahitaji uwe mwalimu wa watoto wangu Anita. Siwezi kuumiza moyo wako. Kama unachokisema wanamaanisha, nitafurahi sana. Na nipo tayari kwa lolote. Kwa sababu ni wanaume wachache sana wanamsimamo kama wako. Nimemuita Mwakatobe, nimemjaribu. Hana nguvu zozote. Hivi ana tatizo gani? Tatizo la Mwakatobe, anatumia nguvu zake kwa mambo yasiyokuwa na msingi. Kwa vile alivyo, akiingia kwenye vita, tutampoteza. Naomba umsaidie kuongeza nguvu zake kusudi aingie kwenye mapambano.
Sawa mkuu, nitafanya hivyo mkuu. Mwambie haache kutumia nguvu zake kwa mambo yasiyokuwa na msingi. Hivi mwanamke alikuwa ameenda wapi? Yeye ametoka tu dakika 2 tayari hayupo. Lakini atakuwa hajaenda mbali. Vipi shemeji? Kwema? Hapana, sio kwema. Kuna nini? Mke wangu yuko kwako? Hapana. Sijamuona kwangu. Kwani kimetokea nini? Alikuwa anapika. Baada ya kupika, kitendo cha kutoka kwenda dukani dakika 2 kurudi, simuoni. Cha ajabu kwamba ametoka ndani ya nyumba yake, kaacha chakula jikoni. Alionyesha dalili yote ya kutaka kuondoka? Hapana. Hakuwa dalili yote. Tena alikuwa andaa chakula cha mchana. Baada ya kuondoka kurudi sikumkuta. Au kuna ugomvi mlikuwa nao? Kuhusu ugomvi kwenye ndoa, hayo mambo ya kawaida. Unaelewa ndoa hizi zina mambo mengi shemeji. Kwa hiyo masuala ugomvi mambo ya kawaida tu. Hata maana ugomvi hakufikia sehemu hiyo. Ugomvi mdogo tu. Ni ugomvi hapa na pale tu. Unaelewa? Sema kweli mimi nikutana na dada, lakini sijakaa naye sana, labda tukaongea. Tumeongea tu juu kwa juu, akawa anaelekea njia ya kwenda mjini. Nikajua unajua kuhusu safari yake. Na singetegemea anaweza kaondoka bila kukuaga. Umesema njia ya kuelekea mjini? Basi kama anaelekea mjini, ngoja nikamfuate. Sawa? Sawa. Babu, mimi nimekuleta hapa. Vitu vyote unavyoviona humu shambani ni mali yangu mimi. Na mimi nimekuleta kwa sababu wewe ndio mlisi wangu. Hakuna mtu mwingine zaidi yako wewe. Umenielewa babu? Sasa hili uangalie kote huko mpaka chini, mpaka kule kwenye mto kule. Hivi vyote ni mali yako babu. Ni ulisi wako. Hakuna mtu mwingine zaidi yako wewe babu, na kutegemea wewe tu ndio uliobakia. Asante sana bibi. Nimefurahi sana kupafahamu hapa. Na hili shamba ni kubwa sana. Hivi hizi shughuli za hapa shambani anafanya nani? Kuna watu wanaofanya hiyo kazi. Watu gani? Ni watu ambao unawakodi, unawalipa au wanakusaidia tu kama bibi yao? Unajua wewe babu una maswali mengi sana wewe. Kwa nini mengine yasikupite? Unapenda kupekenyua. Babu, kwani wewe wasiwasi wako nini? Sawa bibi, mimi niko nauliza tu, nitaka nijue maana shamba ni kubwa sana, lina mazao mengi sana humu ndani. Kwa hiyo nilitamani kujua hizi kazi anafanya nani. Kama nitakuwa nimekukwaza bibi yangu, utanisamehe bure. Lakini nashukuru sana kwa kunileta hapa. Nafikiri hata kama nikijisikia kutoka kutembea nitakuwa nakuja hapa kuangalia mazingira yanaendaje. Hapo ndio tunapoelewana mimi na wewe.
Nilikutana na yule kijana, yule ambaye alitoka mjini. Lakini cha ajabu, ananiambia mambo ambayo sijayafanya kabisa. Na nimeshirikiana na bibi yake. Wakati mimi bibi yake simjui wala simfahamu ndugu yake yoyote hapa. Lakini Wendy, nilikuuliza, huyu mtu unafahamiana naye, uko unasema ni mtu mzuri tu. Sasa iweje leo na kushutumu kwa mambo ambayo hujayafanya? Sijisikia amani tu kwa maneno alioniambia. Na isitoshe, sijamfanyia chochote kibaya. Akaniambia hataki tena urafiki na mimi. Sawa. Kama tiki urafiki na wewe inakuumiza kitu gani hapo? Unataka kung'ang'ania nini? Unataka kung'ang'ania urafiki? Ina maana kabla hapo wewe kuja kijijini ulikuwa uishi hapa kijijini. Alitaka urafiki na wewe mara ya kwanza, sasa anataka urafiki na wewe. Mwache, achana naye. Kwani maisha yako atakuendea? Kama alikutafuta wewe, akakomba urafiki, na atarudi pia atakutafuta vile vile. Sio shimo zote sungura uingia, zingine zinanyoka. Kama hataki kuwa rafiki yako, achana naye. Usifosi. Sawa Anita, nimekuelewa. Lakini inaweza isiwe rahisi kama unavyodhani wewe. Hebu fanya twende kabla jua haijazama. Maana nikimaliza kukusanya kuni, inabidi nikachote maji. Najua wewe babu una maswali mengi sana wewe. Kwa nini mengine yasikupite? Unapenda kupekenyua. Babu, kwani wewe wasiwasi wako nini? Hivi vyote ni mali yako babu. Ni urithi wako. Hakuna mtu mwingine zaidi yako wewe babu, na kutegemea wewe tu ndio uliobakia. Muda unazidi kwenda. Haina haja tukatafute kuni mbali. Tafute tu hapa hapa. Anita, utapata kweli hapa? Ndio, tutapata.